Mwaka mmoja nilipewa papai, mbegu za papai, miaka ya nyuma sana. Kabla kwetu papai ni nzuri, tamu. Ukiona mbegu ya papai ni mbegu, lakini kwa kanuni ya viumbe hai, kwa tabia ya uungu, lile ni papai. Hizi ni mbegu. Tunaamini nimepata mbegu za papai. Papai hizo ni mbegu tu vyeusi, lakini unapokwenda unatifua udongo, unatifua, unaleta mbolea, unachanganya, unamwaga maji, unapanda. Siku ya kwanza ya wiki unaamka unakuta zimeota. Naambia mama, zimeota zile papai. Zimeota. Naziangalia siku nyingi, naanza kugawa. Kwa sisi kwetu tunalima zabibu. Naanza kugawa, unapanda kwenye matuta, unapanda. Sasa hizi zilikuwa mbegu, lakini kwa kanuni ya tabia za kiungu kwa viumbe hai, ili mbegu tumeweka kwenye ardhi kwa sababu iko hai. Hili ni papai. Unapomwagilia maji naota, unagawa. Ili papai hili lionekane papai, ziko hatua kwa yule aliyepanda. Kumwagilia maji. Unamwagilia maji. Linakuwa. Mwisho utaona lile papai lenyewe tayari imeanza kutoa maua, utakuta tayari imeanza kuzaa. Inazaa nini? Papai, lile papai. Lakini uliambiwa hizi ni mbegu za papai. Unaamini kwa sababu unajua hizi mbegu, hii ni papai. Mahindi. Nirudi kiroho sasa. Mpendwa, na sisi ndivyo tulivyo. Kasome maandiko, muda wangu hautoshi. Kasome maandiko. Nashukuru asubuhi mwalimu amegusa maeneo mengi. Wewe uliyempokea Yesu, tayari umekuwa mtoto wa Mungu. Wewe una tabia za Mungu Baba. Ili zijidhihirishe na ile nguvu iendelee kuonekana, ziko hatua mahususi unatakiwa uzichukue. Tunaelewana? Tuko pamoja? Punga mkono kama tuko pamoja. Haleluya. Ziko hatua kama ambavyo mtu aliyechukua mbegu za papai, kuna hatua ukiziweka hizo zinabakia kuwa mbegu. Lakini kama utafuatilia zile hatua za msingi ili upate papai, na ndivyo ilivyo kiroho. Haleluya. Wewe na mimi, sisi ni watoto wa Mungu. Ndani yako Mungu ameweka mamlaka. Ndani yako iko nguvu ya Mungu. Haleluya. Lakini Mungu alivyokuwa wa ajabu, hii nguvu sio dikteta, kwamba ikisha kaa ndani inafukuza vitu viovu. Hapana. Mtu kama ameokoka akachukulia udhembe, kama nilivyoeleza, kupita kwenye changamoto, asifike kwenye ibada, hafanyi nini, unakuta huyu mtu tayari ile nguvu lazima ndani yake inazimia. Kama ambavyo tumeona maandiko, anasema huyu mtu wa kwanza amezimia, wa pili hana nguvu wala uweza tena. Alikuwa muombaji. Na shangaa kimekuaje? Huyu mtu alikutana na changamoto. Alipokutana na changamoto, aliziangalia changamoto, aliziruhusu. Na huyu ni shetani. Na unapomruhusu, ye lazima aharibu.
ile nguvu iliyokuwa inamsukuma kuomba, kusoma neno, kwenda kwenye ibada. Huko ndiko shetani ana target. Akisha kwanza ibada utaki, wewe ni mtu wa mawazo. Sasa unatafuta wewe mwenyewe upate majibu yaliyotatizwa wewe mwenyewe, sio Mungu tena. Na ndio maana mara nyingi watu wengi wanakuwa wamezimia, wamekosa nguvu kabisa. Nikutana watu wengi, imekuaje? Asema mtumishi wa Mungu, ni kweli, lakini ilikuwa hivi.